Goma na kako wafikie kila mtu Goma, na tutakapokuwa tunaombea shughuli za pale uwanjani, tunaomba usalama, tunaomba watu wakaja kwa wingi kabisa, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kumbariki mtangazaji wetu na wageni walio ndani ya studio. Amina. Amen. Sema kwenye maombi yako ulichokosha tu hapo ulichonyoosha, tunabariki mtangazaji wetu. Nimesema. Umesema hapo umenyoosha. Umefanya vizuri. Nilikuwa nishakusahau. Umeona Unaona ndio imekuja mwisho. Kwa Mungu akakwambia usimsahau kijana. Amenigonga tu hapo. Karibu sana. Labda tungefahamu jina lako vile. Wananiita Tumbili. Tumbili. Ama Andrew. Tumbili Andrew. Hizi ni jina kidogo za Kikenya. Za Kikenya. Kwa sababu huku unasikia Mumbere. Mambo kama hayo. Jetua. Kifaransa unakielewa sana? Nakisikia lakini sikielewi. Okay. Nakisikia sana. Vizuri. Vizuri kabisa mwanzo mpaka mwisho. Okay. Ila sielewi chochote. Asante sana. Ndo mara ya kwanza, ndo first time unaingia Goma iza, umeshawahi tena kuwepo? Hamna, sijatua Goma lakini nishapitaga juu. Ushakapitaga juu angani? Nikapita juu mara kadhaa nikienda nchi zingine. Okay. Unapokuwa Kenya ni story gani ambazo unazipata za Kenya za Goma? Tunampenda sana Koffi Olomide. Koffi Olomide. Tunampenda sana yule nani? Alikiba ni huku? Alikiba si Tanzania. Pole. Inos tunampokea sana. Inos mwana tule. Ndio hivyo. Kwenye wasanii mnawapata vipi? Hali mnasikiaje kule, taarifa ambazo mnakuaga nazo? Goma ni sehemu fulani hivi, mnasikiaga Goma ni maeneo gani? Sijapata mengi zaidi kuhusiana na Goma. Okay. Ila tu matukio ya vita za nyuma hapo. Ndo zilikuwa zinagonga kabisa. Wakati pia sisi tunataka kufanya mambo ya kwetu, lazima tuangalie wale wengine wanafanya vipi, na kina nani wanafanya hivi sasa hivi. Tukiangalia tunaona Goma wanaendelea nini kabisa. So pia sisi tukiingia pale kwenye field pia. Hebu kwanza niache na wewe make nahisi kwamba utaniua leo. Wacha kwa nimpokee mtu mzima hapa. Patie jina lako kwa sababu wasikizaji wetu wanapendaga sana kina dada. Hebu tuambie kwa jina lako. Kwa majina anaitwa Kush kutoka pale Kenya. Kush Tracy. Hapo. Nimetembelea akaunti zako. Upo vizuri? Asante. Ulivyoingia nimekuambia kwamba wewe ni mtu maarufu sana Kenya. Pale Kenya kidogo wananijua hapa kule. Nilikuwa nafanya muziki kwa kidunia, na secular music kabla kuokoka, na watu wengi walikuwa wananijua pia kwa sababu nilikuwa kwa TV, nilikuwa TV presenter, na nimekuwa kwa space ya media for a while. Kwa nimekutana na wewe, nimepata kidogo kamteremuko hivi. Moja kwa moja Kenya nimeingia. Unaweza ingia kwanza, Kiswahili chako kizuri. Nzuri sana. Asante. Huko waweza thrive kabisa. Asante. Wacha kwanza ni moji mzee hapa. Mimi nafanya kwa Kiswahili, una translate. Okay. Good morning. Mimi niko vizuri kwa Kiingereza. Hapa Jamini. Sijakosea. Hujakosea. Okay. Welcome Goma. Thank you. I'm so happy to be here. Okay. Hapa sasa nimekwama. Ni safi. Sijui unaitwa nani? What's your name? My name is Joe Hug. I come from the United States. Okay. Anasema mimi nasikia anasema anatokea. Anasema kwa majina anaitwa Joe Hug na ametoka America. Yes. Ni harakati gani ambazo zimekuleta Goma? What has brought you to Goma? The crusade that we are hosting has brought me to Goma. Yes. But I've been wanting to come for a long time, so I'm super happy to be here. So yasema kuwa crusade ambayo yafanyika kutoka Friday hadi Sunday, na inaanza saa 7 mchana. Ndio imemleta Goma, na amefurahi sana kukua huku na kuja. Na anatarajia kuwa ataweza pia kupatana na mashabiki wako ambao wanasikiza, ambao watakuja pale kwenye ground na wataweza kupatana na yeye. Mashabiki ambao wananisikiliza, tumeanza kuwaambia sasa ni wiki moja tumeanza taarifa kwamba kuna bonge la jambo ambalo linaenda kufanyika Goma, ambalo linaandaliwa na watumishi wa Mungu, waimbaji. Tumeshawaambia kwamba watu sikio lao lipo wazi na wanasubiri siku hiyo ifike ili wakuje pale kwa wingi. Labda nimuulize, unavyokuwa Amerika, ni kitu gani ambacho unasikia sana huko kwetu? In America, what stories or what have you come across concerning DRC or Goma in particular?
Yeah, it's the American perception is that it's a very beautiful country with very blessed with lots of resources. Okay. The things I've heard about Goma and the DRC is that you guys are very skilled in singing and dancing, which as Americans is not our strength. So I'm excited to see some of the dancing, see some of the singing. So yosema kuwa vitu ambazo amesikia ni kwanza mwapenda sana kuimba na kudensi. Okay, kudensi na natumai kwa ataweza kuona. Alafu yosema pia amesikia mko na resources mingi sana kama DRC. So mna dhahabu na minerals kwa wingi kabisa. Gani amesema nini? Kuna kitu kingine nimemiss? Ni hizo tu. Na nataka sana kuweza kuona tamaduni zenu kwa sababu amesikia mambo mingi sana. Okay, karibu sana kwake. Hapo ni hapa kwetu ni utalii. Tunawapokea watu kama wao ambao wanakuja kututembelea, wanakuja kuangalia namna gani Goma ilivyo. Tunaamini kwamba na yeye atafurahi zaidi sana tofauti na gisi alikuwa anategemea. Ni chakula gani ambacho alikikula alivyoingia Goma? So you say that you're very much welcome and you believe you're going to enjoy your stay and you'll be able to experience all the culture that you're looking forward to. Then he has a question: what is your favorite food so far, or what meal has just, excited you? Okay. So my favorite food, I just arrived last night, so I've only had a few dishes, but the fish is very tasty right here on Lake Kivu. Very amazing. So I'm excited to taste more of the food and to experience more of the culture. You guys are so welcoming. It's one of the biggest things that I've taken away. So yasema kuwa amefika jana usiku na kwa chakula hajakula vyakula vingi, lakini vile ambavyo amekula samaki. Leo amekula samaki kabla aje hapa. Hiyo samaki amefurahi sana kwa sababu imetoka Lake Kivu. Ilikuwa onja very fresh, lakini pia is looking forward tumai kuwa ataweza kujaribu chakula tofauti na afurahie. Hebu mwambie kwamba yuko nyumbani. You've been told you're home. So they welcome you so much. And feel at home and feel blessed in the land. Okay. Asante sana. Wapo kama unavyosikia ndugu yangu, tuko na watu ambao kidogo Kiswahili hakijakaa sawa ko Kiingereza ndo kimenyooka vizuri hivi. Kama unavyosikia tunaenda kama hivi, tunampata mtu ambaye anatusaidia kutuweka vizuri ndio kwamba utusikilize mahali ambapo ulipo. Lakini pia wacha tuingie moja kwa moja kwenye mada yetu ya siku ya leo ambayo tunaongelea tamasha kubwa ambayo inaendelea kwenye uwanja wa Umoja Stade de l'Unité ambayo itawapokea zaidi ya ni watu wengi. Sina idadi yao. Ni watu wengi, lakini nikuombe tu kwamba nimekutaarifu kwamba ni muda wako wa kuja na wewe upate kuenjoy pamoja na sisi. Kwa jambo la kiheri sana. Naamini kwamba utapenda na utafurahi. Mboni Maitege tumeambia kwamba atakuepo. Ni kweli? Ni ukweli. Hapa tufanyangi stories za jaba. Wa Kenya kama wanasikia stories za jaba, stories za uongo, stories ambazo haziko. Nimefundisha mashabiki wako slang Zabunwa hekaya za Bunuasi ndio stories za jaba kule Kenya. Kama ni za uongo. Zabunwa ni lugha za uongo. Stories za uongo kule Kenya tunasema, ground tunasema stories za jaba. Jaba ni ile ya kuchana ile. Sasa unajua watu wakipiga hapa wanakuaga wanaongea vitu mingi haziko, wanajenga magorofa huku kwa mbingu. Tu wanazicheka kwa imani vile. Wanajenga huko kwa imani. Kwa tuna uhakika kwamba Mboni Maitege tutakuwa naye. Mboni waja. Waje hajakuja kwenye studio zetu. Naamini kuwa alikuanga kidogo ameshikana kazi pale, lakini lazima atakuwa kwenye crusade. Asante sana. Tunaamini kwamba nimewaambia watu kwamba wakaniambia Ismail, una hakika kwamba Mboni Maitege tutakuwa naye kwenye uwanja? Nikawaambia watu ambao wamenipatia taarifa ni watu ambao wapo serious na mambo yao. Kwa amini na waambieni Mboni Maitege atakuepo. Kwa nini umemchukua Mboni Maitege na waimbaji walikuwa wengi? Kwa sababu Boni, acha niseme hivi, kwa sababu hii crusade ya kwanza ambayo tunafanya kule Kenya, pia tumefanya crusade na Boni alikuja pia, na kwa sababu pia uito wake na vile ambavyo yupenda watu na nyimbo zake pia ni za kubariki na kufundisha. It's a very big part. Ni muhimu sana kwa sisi kuleta pia watu ambao imani yao inaambatana na imani ambayo tuko nayo. So, kuchagua tu hapa kule, but watu ambao Mungu pia yualeta pamoja na wale ambao
pia Roho Mtakatifu anaturuhusia anaongoza kushirikisha katika mambo yake. Okay, vizuri sana. Sema kuna kitu nataka nikuambie. You are so beautiful girl. Asante. Sema na hofia usije kuwa mke wa mtu, kwa sababu nimeambia mke wa mtu sumu. Niko soko, lakini ni kama unatabiri, ni kama bwana yuaja very soon. Hata sijatoka, niko bado. Bwana Mkongo yuaja. Tunakupa mkongo. Tunakupa mkongo. Nipatieni mkongo. Wapo watu wanapenda style kama zako hivyo. Wapo. Wapende Mungu zaidi. Wanapenda Mungu. Mungu ndio muhimu, jambo la muhimu. Okay. Haya, twende huku kuanza kwa mtumishi wa Mungu. Asante sana. Nafurahi kwa uwepo wako. Leo nimekutana the first time kukutana na Wakenya. Ndio hivyo. Ndio leo hii. Nimekutana Wakenya watu wazuri sana. Kenya huwa wanapenda kufanya nini sana? Mimi? Mimi ni entertainer. Okay. Mwigizaji ni actor Ama wewe ni mchekesho, mcheshi. Kuna komedia, kuna mwigizaji. Sisi mimi ni mwigizaji wa sinema serious. Hiyo inafanya hivyo. Na fanya ucheshi pia. Unaandika scripts. Sasa ukajikutaje kwenye mambo ya Mungu hivi? Ndio hivyo, naandika za Mungu. Unajua kila kitu, hata ukue talented namna gani, bila Mungu huwezi ukatoboa kabisa. So you must lazima ujiweke karibu na Mwenyezi Mungu. Na Mungu. Sababu kwanza yeye mwanzoni ndiye amekupea ile kipaji. Okay. Yes. Kwenye tamasha ile ambayo limeandaliwa, utafanya kama nani? Mimi nitakuwa naombea watu. Okay. Nitakuwa napiga maombi. Okay. Nitakuwa tunasalimia watu pale, na pia sisi tunapokea pia mahubiri kabisa. Yes. Asante sana. Kuna baadhi ya vitu ambavyo pengine ungetuambia kutokana na maandalizi ambayo umeandaa kwa siku hiyo ambayo itakuwa, na mimi nitakuwa Ijumaa vendredi kama gisi tunavyosema huku. Ni maandalizi gani ambayo mmetuandalia siku hiyo? Kama ulivyosema, tuna Boni Mwaitege atakuwa pale. Na watumishi wa Mungu zaidi ya karibu 1,000, si ndio? Tuko na kina Kusha hapa, tuko na kina Joe pale, na wengi sana ambao hawangeweza fika hapa. So tuna every kind of watumishi wa Mungu kabisa. Maombi, wale ambao wamekuwa wakipitia mateso, kila kitu. Iko ni financial struggles ile za kihela, kazi. Unaona? Hata wewe unataka ujipate CNN kesho. Umeona si ndio? Mungu amekuzungumzia. Yani you have a very good voice. Kiswahili chako kizuri sana. Asante. Mimi nilitegea nikiingia kwenye studio nisikie ngakwenda ngafanya nini. Kiswahili kizuri sana. Asante. So amna binadamu ambaye hana shida. Sote tunazo kabisa. So lazima tuzipeleke pale mbele ya Mwenyezi Mungu. Hata wale ambao wana hela sana bado wana shida, watazitumia vipi? Mimi nikupromise kwenye tamasha hilo, unajua nafasi yangu mimi ni mtu wa ulinzi. Ulinzi. Mimi ni kwa ajili ya kuwapanga watu, ulinzi unakuja, usiweke vurugu. Ndio kazi yangu pale. Labda kuna kazi nyingine utanipa. Njoo. Okay. Njoo pale uwanjani. Labda nikuulize, mzee hapa atakuwa kama nani? Ni pastor? Huyu ni pastor, huyu anaombea watu. Ni mtu ambaye amepitia kwenye mikono za Mwenyezi Mungu. So akikuwekelea mkono, yani vitu vinakufanyikia vizuri. Yes. Unaiongoza kanisa Amerika? Are you leading a church in America? You pastor a church? I do not. No. I'm still young. Just graduated high school last year, but I'm starting into ministry. Yasema kuwa bado ni mchanga, ana miaka 20. Huyu ana miaka 20. Babake ndio atakuwa ako among the Hebu acheni kwanza hizo. Acheni kwanza hizo taarifa bali. Hawaamini. Why? Kwani mnaanza kutuzingua sasa? By the way, ana miaka 20, alimaliza high school last year. Mtu mzima huyu bwana. Ndio nakwambia sasa, unajua Amerika tofauti na Kenya. Anaishi vizuri. Lakini babake atakuwa anahubiri pale kwenye uwanja. Anaitwa Titus Hug. Atakuwa na ubiri, na ndio utajua kabisa pia huyu ni mtoto wa babake. Ukimsikia babake na umemsikiliza, unajua kabisa ni mtoto wa babake. My friend, una miaka 20. Lakini mu evangelist. He's asking like, are you 20 years? Yeah. Like your age? 20. Yes. I've been doing high school ministry in Kenya the last couple of years. I first came to East Africa when I was 12.
Okay. Yosema kuwa amekuwa akifanya kazi ya evangelisti katika mashule za sekondari pale Kenya kwa miaka kadhaa iliyopita, kuanzia miaka iliyopita. Na pia ni kitu ambacho amekuwa akifanya for a very long time tangu akiwa mchanga. Akiwa teenager. Ni yale ambao unajua na wangu wa mtoto vile ambavyo unamlea ndo anakuwa. Ndo anavyokuwa. Umleavyo mwana ndivyo alivyo. Alisema Solomon vile. Unajua muonekano wake na miaka anavyoongea viko tofauti sana. Kweli kabisa. Hata mimi alini challenge kwa sababu nikiwa miaka yake nilikuanga nafanya usherati. Kwa nimepatana na Bwana Yesu. Sasa hivi nilikuwa nafanya vitu tofauti. Yeye anahubiri, mimi nilikuwa kwa dunia. Na kunywa pombe na vuta bangi na mimi nafurahi sana. Mimi nafurahi sana kwa sababu leo nimekutana watu muhimu sana. Watu mmekuwa baraka kubwa. Asante pia sisi tumefurahi jamani. Hapo. Hebu tuambie kwanza, kwenye tamasha ile inaanza saa ngapi na inaisha saa ngapi? Inaanza kutoka saa 7 ama muhitaji huku 1 PM. Sema 3:00. Twaenda mpaka huko baadaye mausiku kidogo kiingia. Mpaka saa 10 ngapi? Saa 12, saa 10. Tuseme saa 12, lakini unajua saa nyingine Roho Mtakatifu akiteremka tunaendelea tu mpaka wakati itabidi tumalizie. Vizuri sana. Tuingia kwenye kazi zako ambazo unazifanya Kenya. Wewe Kenya unafanya kazi gani? Natengenezanga content ya kupika machakula. Nimeona umetetea nyama vitu kama hivi. Ndio maana napenda pia chakula ya Kongo kwa sababu niko na passion kubwa sana when it comes to chakula. Na pia nafanya ministry. Mungu ameniweka kwenye space ambayo natumia ushuhuda na pia nafundisha. Nafundisha neno la Mungu. Na tunafanya ministry acha sasa hivi, na pia niko kwa space ya media huko Kenya. Nimeona kuna mahali ambapo unasema kwamba kuna kwenye account yako nimeona kama eti unawashauri kina mama, kina dada. Ndio hivyo, pia nakuanga coach. Professional coach. Na coach pia watu kuwasaidia kujua ni nini Mungu amewaumba kufanya na kujipata pia. Unajua mara mingi kidunia tunafanya vitu mingi na zingine unapoteza mwelekeo. Kwa hivyo nasaidia vijana pia kuweza kupata mwelekeo na kila kitu ambacho nafanya, kwa sababu mimi ni mwanamke a woman of God, mwanamke wa Mungu. Kila kitu naeka kwenye nazingatia Biblia. So Biblia ndio where I get everything that I do. Lakini pia umesema kwamba wewe ni mtangazaji. Ndio. Nilikuwa TV presenter, sasa hivi siko kwa TV but hopefully soon tutakuwa tunarejea pale. Sasa kama woman of God. Kama woman of God. Kwa pale vile tunapiga injili mwanzo mwisho. Ndio hivyo sasa. Bro, kwenye uigizaji wako ambao unafanya, ushawahi kufanya kazi ngapi ambazo tunaweza tukaambia watazamaji, wasikilizaji ambao wanatusikiliza, lakini pia watazamaji ambao wanatutazama, tunaweza tukawaambia nende mkatembelea account fulani tukaziona kazi zako? Nimefanya kazi mingi sana sababu na miaka 10 na kwenye industry ya uigizaji na pia stand up comedy ambao nimesafiri sana dunia. Nimewatembelea mpaka Joe pale nchi yao pale Marekani. Fanya kazi pale. So ukiingilia tu kwenye inaitwa kwenye Google inaitwaje? YouTube. Sisi tunazoea kwenye social media pale kwenye mitandao pale. Angalia Tumbili tu utapata kazi za kwangu pale. Tunaandikaje? Tumbili. Yes, mbili tu. Mbili. Hii tu ya namba alafu mbili kwa jina. Tumbili ambayo imeshikana. Moja kwa moja tunakupata. Ndio hivyo. Vizuri sana. Tunaamini kwamba kwenye tamasha letu tutapata nafasi na sisi ya kuburudika kutokana na kipaji ambacho umejaliwa na Mwenyezi Mungu. Kabisa. Watu wakuje kwa wingi. Tutawaburudisha na neno la Mungu. Na pia ucheshi hapa pale. Bila kuwatoa kwenye barabara ya kwenda mbinguni. Sometimes inashikaga sana. Pengine watu walitegemea kuwasikia wasanii wa Kenya waimbaji watakuwa pamoja na Mboni Mwitege kumshindikiza, lakini hatujawaona hata mmoja. Wapo wengi wanakuja. Wanakuja wengi sana. Kenya ni wengine watakuwa online, yani pale virtual. Kenya ni mwimbaji gani ambaye yuko vizuri sana kwenye gospel? Kulingana na mimi kulingana na kuna kina Masi Masika anafanya vizuri. Kuna Guardian Angel
Yule umesema Masi Masika, Masi Masili. Masika, Evelyn Wanjiru, Yes. Okay. Njoki, wa Pitson, wako wengi. Kuna mwimbaji wetu mmoja hivi alikuwepo, tunamfahamu sana huku. Anaitwa Angela Chibalonza. Kuna Chibalonza, kuna huyu ambaye Mungu wetu mwenye nguvu, Solomon. Solomon Tanzania. Yapo. Tanzania. Si wa Tanzania? Ni huku. Tunasikia sasa hivi anaishi Kenya. Anaishi Kenya. Anaishi Kenya. Kuzuri. Kuzuri. Msitushishie bwana. Si ni wewe mwenyewe ndio umesema. Sisi tu tuazozea peke yake. Anaishi Kenya, unajua. Kenya nchi nzuri sana. Nchi nzuri hata. Kenya? Tunapenda amani. Mimi siamini kwamba Kenya inaweza kuwa nzuri kuzidi Kongo. Hapana. Sasa Kongo, Kenya tuna sehemu tu ya ambaye inakaa Kongo. Yaani ni sehemu. Yaani ni mtaa mmoja tu. Mtaa ya wa Kongo. Yaani Kenya ni nchi ambayo tuna sehemu ya kila nchi. Kwa nini hampendi kuishi Kongo nyinyi wa Kenya? Kuongea batoto Kiswahili nakataa. Koma sava. Ndio nakwambia Kiswahili chako kizuri. Ukienda Kenya mtu hata hizijua ni Mkongo. Anaweza sema umetoka maybe Mombasa ama Tanzania. Lakini Kiswahili chako ni kizuri kabisa. Kuna Kiswahili hapa tunaongeleshwa kidogo, tunabaki wana mix na Kifaransa. Sasa hatuelewi kabisa. Hata Wakongo ambao wako kule bado wanaongea Kiswahili cha huko Kongo. Wanaumia sana katika biashara zao. Alors actuellement vous êtes à Goma. On peut dire quoi? Nampata endelea. Unanisikiliza vizuri? Nakusikiliza vizuri. OK, Monsieur Tumbili. Monsieur Tumbili. Nous sommes très ravis de vous recevoir ici à Goma. Et vous pouvez nous parler à quoi sert Monsieur Tumbili ici à Goma? Ça, vous allez nous aider à quoi ici? Fiti. Sawa. Nitafanya hivyo. Nini? Nitafanya hivyo. Nini ndio nimesema? Ndio umeambiwa ufanye. Nini? Ayambia nifanye video nikisema something good about Goma. Hivyo nimesema? Sijasema hivyo. Nimesema hivi, Mseto Mbili unatusaidia nini hapa Goma? Hapa Goma kwanza mimi mwenyewe unajua mimi ama content creator pia. So I'm doing like a video of how beautiful Goma is. Yes, yani vile yani like mimi temporarily nitakuwa kama brand ambassador wa Goma kule nje. Nikirudi Kenya, wale ambao hawakupata nafasi ya kufika Goma ama hawajaipata, kuonyesha tu Goma ni kuzuri. Si zile sio tuoneshe tu Goma ni kuzuri, Goma ni kuzuri. Tuambie, yani ni kuonyesha, yani wanajua, lakini tunaonyesha. Unajua lazima macho yapitie yaone. Ndio hivyo. So we show them the beauty ya Goma. Ile kitu inaitwaje ile ya kuendesha ile uko unasema Chikudu. Yes, we need such innovations kule Kenya. Na pia zile safety za waendeshaji bodaboda. Vile ambavyo wanavalia zitwaje helmets. The helmet, unajua pale nyumbani hiyo Kenya kuna hiyo tabia hatuna Kenya. Hamna. Hiyo umetweka pikipiki zipo lakini hapa hamna. Hawavai. Hata sasa hii wanavaa kwa ajili ya usalama wao kipi wanaweza kufanya ajali. Ya Kenya ndio utajua Goma na Kenya ni tofauti. Hata umuone polisi unapita tu. Wanapita wanaenda kutoka kando hapo. Hapo nao mmetushinda. Hapo mmetushinda. Kush. Ni kitu gani ambacho unaona mpaka sasa hivi cha kitofauti ulipokuwa unafanya nyimbo za kidunia, sasa hivi unaingia kwenye gospels, unaingia kwenye mambo ya Mungu. Ni kitu gani ambacho unaona kuna utofauti mkubwa hapa katikati? Utofauti naweza sema ni wakati nilikuwa naishi kama mtu wa dunia. Vitu mingi nilikuwa naona ziko sawa kwa sababu nilikuwa naangalia na macho yangu na vitu ambavyo nilikuwa already nimefundishwa na mawazo ambayo nilikuwa nayo. Lakini vile ambavyo nimekuja kipande hiki kingine, mimi ni wale watu ambao walibadilishwa kwa kusoma Biblia. Sikuwa naenda kanisa, sikuwa najua wachungaji, lakini nilianza kusoma Biblia kutoka kitabu cha Mathayo, I think ni Mathayo mpaka ni Ufunuo, Revelation. Wakati nilimaliza kusoma nikaangalia maisha yangu, nikaangalia neno vile ambavyo linasema na nikakuja kugundua kuwa nimekuwa nikiishi njia fulani ambayo sio njia sahihi. Lakini kulingana na vitu ambavyo nilikuwa najua, mimi nilikuwa najua niko sawa. Na kusoma neno ikanifungua macho, nikakuja kujua jamani, kumbe sisi sote tumepotea, tunahitaji neema ya Mungu. Unajua ndio tukue wacha Mungu na pia tukue watu ambao wanaishi kulingana na ile purpose Mungu ametupatia. Unajua kila mtu Mungu amempatia kitu
cha kufanya kwa hii dunia. Kabisa. Lakini ni ngumu ujue kama haujui Mungu ni nani. Ndio maana hata tumekuja bado huku. Bado neno letu ni moja, hata kwa hiyo Goma for Jesus ni mjueni Mungu, ndio mjue Mungu yataka nini kutoka kwenu kama binadamu. Kama mtu kibinafsi wewe, Mungu amekupatia sauti nzuri, lugha nzuri, waeleweka, na pia uko na charisma, sijui itwaje kwa Kiswahili. Unajua uko na wewe ni ule mtu uchangamshi. Uchangamshi. So pia kujua Mungu alikupatia kipaji hicho kufanya nini zaidi. Unajua. Kwa hivyo ndio maana tuko hapa na tunatumai pia watu wote ambao watakuja kwenye crusade watabarikiwa, watapata fundisho, na mtu atatoka hapo hivyo amesaidika. Kama ni kuombewa, unajua vitu ambazo zinamsumbua kwa maisha zitaweza kuondoka, na saa nyingine pia kuondoka ni lazima uwe na uelewe shida yako ni nini, ndio shida itoke kabisa. So tunakuombea, lakini pia mafundisho yatasaidia. Asante sana. Lakini pia wacha kwanza nimuulize mzee wangu, hebu translate mwambie atizame tumuulize. Amerika ni kitu gani ambacho unahisi kina utofauti na Afrika kutokana na mambo ya Mungu? We used to have a very strong Christian foundation, especially even 100 years ago especially. Anasema miaka 100 iliyopita ilikuwa na foundation very strong. Ilikuanga strong kwa Kiswahili ni ilikuwa ngumu, ilikuwa ya nguvu kwa mambo ya kiroho ya Mungu. Yes, but it's kind of over the years there's been a lot of push anti-Christianity a sentiment that's been growing. Lakini vile ambavyo miaka imekuwa ikisonga, watu wamefika mahali ambapo wanakataa Mungu, hawataki mambo ya Mungu, hawataki kusikiza mambo ya Mungu, na hawataki hata kumjua Mungu. But in the last couple years there's been revival happening among the young people. Na miaka ambayo imepita kumekuwa na watu wanaweza kuwitness kuwa kuna revival